Na msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Aliniacha baada ya kupata kazi. Simulizi ya mwanadada Gladness. Tulipoishia ni alipokuwa anamsomesha mpenzi wake ambaye alikuja kuwa mume wake hadi analiza. Brian alifurahi sana na kunikumbatia hadi machozi yakimtoka na mabusu teletele, huku akiniambia ananipenda sana. I love you. You are my everything. Alitamka huku akinikumbatia. Haya bwana, siku zikaenda, mwanaume akaingia mwaka wa kwanza chuo. Na ada analipa mimi. Kwao wanamwangalia tu. Mtoto wao wanasema hali ni mbaya. Watatuma pesa ya kujikimu. Siku moja tu mimi nitalipa ada na kumnunulia kila kitu. Mwanaume huyo akaingia first year, yani mwaka wa kwanza chuoni. Hapo mambo ndio yalianza. Hakuna rangi ambayo sikuiona mwenzenu. Aliingia mwaka wa kwanza, mambo yakaenda vizuri. Akawa kila mara anakuja nyumbani hususan weekend, na alikataa kukaa hosteli. Akawa kapanga chumba maeneo ya Ubungo. Ikawa ni hivyo. Ananipigia simu akiwa yuko vibaya mfukoni, namtumia hela. Maisha yakaenda, hatimaye akamaliza nusu muhula, yani semester, ambapo muhula wao ni miezi 4. Likizo hii alisema tuende Arusha tukasalimie. Akanisihi sana. Nilikubali, lakini nilikataa katu kufika kwao. Ndipo tukafunga safari hadi huko mkoani kwetu Arusha kujulia hali ndugu jamaa na marafiki, maana tulikuwa toka tumeondoka Arusha kuja huku Dar, hatukuwahi kwenda kujulia ndugu hali. Kufika Toba tulipokelewa hatari. Watu walinishangaa sana, maana nilikuwa nimebadilika kimaisha. Pia nashukuru Mungu, yule mama yake Brian cha ajabu alinipokea vizuri. Nilipokelewa vyema tu, nikaona sawa tu, lakini nilimwambia yule mama kwamba sitolala kwake, nitakwenda kwa bibi yangu nilipolelewa. Nilimchukua mwanangu na kuondoka naye hadi kwetu kwa bibi. Nilipofika cha ajabu, bibi na wajomba badala ya kunifukuza walinipokea vizuri sana. Jamani Gladi mwanangu, nisamehe sana. Na kakaangu tulikufukuza hapa nyumbani. Aliniambia mjomba akiniomba radhi kwa vitendo walivyonitendea wakati ule. Niliwasamehe, lakini moyoni nilijua fika kwamba wananipenda sasa hivi kwa kuwa nimefanikiwa kimaisha angalau. Nilikaa nyumbani kwa siku 2. Ya tatu nikampeleka mtoto wake na Brian, maana bibi yake ya mama Brian aliomba akae na mjukuu wake, maana akamisi sana. Sikukataa, japo nilijua ukweli kwamba hakuna cha maana alichowahi kunisaidia toka nimejifungua na kumlea yule mtoto zaidi ya vipigo, mateso na kundushia uongo. Likizo ilikwisha na nikaondoka zangu na mwanangu tukarudi Dar. Huko Brian akisema anabaki kwa siku 3 mbele atarejea Dar. Sisi tutangulie tu. Niliondoka na kurejea Dar kuendelea na maisha yangu, huku mwanaume naye akirejea baada ya siku kadhaa. Alirudi na akaendelea na chuo hadi akamaliza mwaka wa kwanza. Maisha yaliendelea huku na mimi nikiwa nimeendelea na kumiliki duka langu kubwa tu, japo nilikuwa namlipia ada. Mwaka wa pili alianza kubadilika sana. Alianza kuwa msiri na mambo yake. Alikuwa anasoma huko akifanya mishemishe ndogo akipata pesa, lakini hakuwahi kununua hata sukari robo aseme mpenzi wangu na mimi nimenunua. Nilijiuliza ni mwanaume wa aina gani huyo? Yaani hivi kweli una mpenzi wako? Tuseme ni mkeo tu. Mmezaa, mna mtoto. Hujawahi kununua hata sukari au hata kutoa hela chochote nyumbani. Unakuja unakuta vimepikwa unakula tu. Unamuona mtoto ana afya na tabasamu tele. Hata roho haikuumi. Ndio hiyo siku nikaamua kumtolea uvivu. Nikamuuliza kistaarabu tu, mume wangu Brian, ni kwamba una mishemishe zako ndogo nje ya masomo, lakini hujawahi kuniletea hata zawadi, mimi mkeo au hata mtoto wetu? Kuwa tu mvumilivu mama. Yaani hizo hela yani zinaishaga tu kujikimu tu. Life ni ngumu sana. Ugumu gani huo? Hata mwanao wa kumzaa unashindwa kumnunulia hata ebo. Nilimuuliza kikimshangaa. Baada ya kuongea hayo ndipo Jumamosi moja akaja na mfuko, kafungasha zawadi. Kucheki kaleta mafuta, mchele na nguo za mtoto. Nikavipokea, maisha yakaendelea. Hiyo wiki niligundua ukaribu wake na simu usio wa kawaida. Aliitwa na jamaa mmoja mpangaji, alikuwa anakusanya hela ya umeme. Unajua umeme wa kuchangia nyumba za kupanga. Akajisahau, akamfuata nje maana aliitwa ghafla. Akasahau simu, ndipo ikaingia SMS. Na mimi nilipoipekua nilikuta SMS za mwanamke mwingine, na inaonekana kabisa kwamba jana yake ilitoka kwa mwanamke mwingine. Ndio akaja nyumbani na hivyo vitu. Nilikuwa napekua maana hata yeye huwa anapekua yangu, akijidai ana wivu sana, na mimi sikuwahi kumsaliti hata kuwaza kufanya hivyo. Nilimuuliza aliporudi, nilimuuliza kwa nini ananichiti. Alishangaa nilipomuuliza hilo swali. Akadai hawezi kunisaliti.
Huwezi kumsaliti hizo SMS za nani? Na inaonekana mmetoka kufanya kitu na huyu mwanamke. Niambie huyu nani, unanivuruga akili. Nilimwambia kwa hasira sana. Akanambia hapana Glad wangu. Huyu ni mwanamke anataka kunitega. Lakini sijakusaliti mami. Nikamwambia usinichezee wewe mwanaume. Don't play with me. Niambie ukweli, la sivyo bora tuachane. Sipendi upuuzi. Hii ni mara ya pili sasa. Unadhani mimi ni mjinga? Nilimwambia kwa ukali. Huo ndo alikiri kweli huyo mwanamke ameshawa naye. Na huyo mwanamke alimforce tu wafanye mapenzi. Lakini ukweli ananipenda sana na hawezi kuniacha mimi. Ni wake milele hata iwaje hatoka aniacha. Brian aliongea mambo mengi sana hadi chozi likamtoka kwamba ananipenda sana na hatoka aniache na kwamba mimi ndo chaguo lake lote. Na ananipenda sana toka form 1 na ndo maana yupo na mimi kipindi chote na ndo maana hata mimba tulivyokuwa form 4 hakuikataa. Maana mimi ananipenda upendo wa dhati sana na hayupo tayari kuniacha na ananipenda kuliko chochote. Nikamwambia kama unanipenda kuliko chochote, kwa nini unatoka na wasichana wengine? Kwa nini unaigiza mbele yangu na kusomesha mimi? Kila kitu nakipata hapa kwangu na unakula bure na kulala bure. Hujui kodi, hujui umeme. Unakujaga hapa unakuta mtoto anatabasamu afya tele. Kazi yako ni kumkumbatia tu na kusema wao mwanangu. Lakini hujui anakulaga nini wala anakunywa nini mume wangu. Ubadilike kuanzia leo na kuomba tafadhali. Kama kuna kitu sikutimiziki mapenzi, uniambie kuliko kutoka nje. Magonjwa ni mengi na pia naumia sana na napata wivu. Niliongea lugha ya msisitizo huku nikimtizama kwa umakini. Maisha yaliendelea huku sasa baada ya kumwambia achana na huyo msichana. Si ndio yule mwanamke kapata namba yangu, akaanza kunitumia SMS za matusi. Wewe mbwa, mwanaume hachungwi. SMS ziliendelea kuingia kila siku. Ndipo nikampigia Brian simu na kumwarifu kwa nini yule mwanamke ananitukana kwenye simu. Brian alidai amekwisha achana na huyo mwanamke na akasema atampa kipigo na onyo kali. Alivyoniambia hivyo tangu siku hiyo huyo mwanamke hakunitukana tena. Hatimaye kaingia mwaka wa mwisho, nikamlipia ada yote ili amalizie bila kuwaza kulipa ada kwa awamu kama wengine. Nilimaliza kulipa ada yote na akanishukuru sana. Alianza kuwa busy sana. Nikimpigia au kutuma SMS hajibu vizuri kama mwanzo. Nikimuuliza kulikoni atasema tu kwamba masomo yamebana sana ndio maana yuko busy. Wakati mwingine utapiga hata weekend anadai anajisomea. Akija atakuja tu na kujifanya yuko busy yani. Akaanza kupunguza uchangamfu ambao nilimzoea. Hiyo siku nilikwenda Ubungo nikasema hebu leo kwa kuwa nimemsindikiza mama mmoja rafiki yangu kumuona mgonjwa wakati wa kurudi, nikasema hebu nione mwenzangu anapoishi. Nikapiga simu akupokea. Nikasema ngoja tu niende maana alipokuwa anakaa nilipafahamu. Nilikwenda hadi anapoishi, kufika nikasikia tu sauti ya redio. Nikagonga mlango, akatoka nje ile kufungua uso kwa uso na mimi. Na kaonyesha kushtuka sana. Akaanza kuniambia Glad, mbona mmekuja bila taarifa? Nikamjibu na kupigia upokei. Sasa ndo nikasema nije. Alianza kusita kama vile hataki kufungua mlango wote. Nilimwambia tuingie ndani, tuongee kidogo. Akaanza kusema lakini nikahisi kuna kitu hakipo sawa. Nikasukuma mlango nikaingia ndani. Toba. Kufika ndani nakuta yupo na mwanamke. Mdada rika langu. Kajilaza kitandani, kavaa chupi tu na wanaangalia picha za ex. Mbwa wewe. Nilimvamia yule mwanamke na kuanza kumpiga. Sasa wakati tunapigana na yule mwanamke, Brian akawa anajaribu kunisii niache ninachokifanya. Akaniambia please acha tu. Nikamwambia nyamaza ya Brian, malaya wewe. Na kulipia ada, unakula chakula bure. Na kukutumia kila kitu, hujui chochote. Kuhusu leo, unaalika malaya tu humo ndani mbwa. Nilimwambia Brian huku nikaendelea kumpiga yule mwanamke. Huyo Brian alinidanganya akaniambia hana mpenzi wala mtoto. Yule mwanamke ajitetea. Niliamua kumwachia yule mdada na kubaki na Brian pale ambapo wapangaji walianza kujaa na kushangaa. Nilipata sauti na kumwambia mbwa wewe, na kulipia ada na kulea kila kitu nakupa na hujui hata mia ya kumlea mtoto. Halafu unanisaliti na kuja kutembea na kuonga visichana kwa pesa zangu nazochomwa na mtoto na moto wa mkaa nikichoma chapati ili maisha yaende. Wewe unaspendi na binti wakati mtoto hata akiumwa na mimi kama mkeo hujui nakula nini. Nilichikana naye kwa nguvu, mwisho nikamwachia nikaanza kuharibu vitu.
Nilivunja simu, nikapasua vyombo vyote mbele yake. Nikavuruga chumba cha kila kitu. Nilichomnunulia nilivunja mpaka redio. Sijui deki, kila kitu niliharibu mle. Rola za vyombo nikavunja na kila kitu mle ndani. Na nguo zote kwenye kabati nikazivuruga na madaftari yote. Nilichomoa laptop nikaweka kwenye mkoba, acha watu wajae. Ilibidi nishikwe na watu wakiniomba niache kufanya fujo. Baada ya kuvunja kila kitu, nilitoka mbio nikacha mtaa pale wakiwa wamejaa. Huyo nikasimamisha bajaji mpaka barabarani. Nikapanda daladala, nikasepa, nikamwachia hasara. Nikaondoka na laptop. Niliondoka nina hasira sana. Ungeniona wakati nasimamisha bajaji, ungejua kabisa huyo sio mzima. Maana sio kwa fujo zile. Kilichofuata baada ya ile tukio ndicho hasa ambacho sitokisahau. Nilipoondoka na laptop yake, ilipita siku hiyo na kesho yake alikuja kuomba msamaha. Akanambia, please baby, nisamehe tu, nimejifunza mengi. Sitorudia tena baby. Bado nakupenda kweli. Naomba turudiane, tuendelee kama zamani. Nikamfukuza kama mbwa na kumwambia simtaki wala sina haja naye tena. Kama ni mtoto nitalea mwenyewe tu. Akanambia, useme hivyo Gladi mpenzi. Naomba basi ya laptop yangu, maana kuna kazi za chuo mle na assignment kibao, please nisamehe mpenzi. Nilimkatalia na kumwambia aondoke na sitaki kumuona tena. Aliondoka zake. Jioni hiyo mama yake alinipigia simu na kuniomba aishe. Kwa mama nilishangaa sana, siku hizi amekuwa mwema kwangu. Alichokisema ni kuwa nimsamehe Brani na tuendelee na mahusiano. Nilimjibu kwamba angekuwa yeye amefanywa hivyo na kufumaniwa, ingekuwaje? Alinijibu ni kweli kusalitiwa inauma sana, lakini hayo ndo mahusiano na tushazaa mtoto, hivyo nimsamehe tu. Mwisho wa siku nilikuja kumsamehe na hatimaye alimaliza mwaka wa 3 na kuhitimu. Alirejea tunapokaa. Alihitimu na Mungu si athmani, akapata kazi kwenye shirika kubwa sana la Umoja wa Mataifa. Nakumbuka niliona nafasi zimetangazwa mtandaoni za kazi UN. Mimi ndo nilimtaarifu na kumwambia kwamba nafasi za kazi zimetoka na form na interview. Nilimsaidia kwa kulipia form na kila kitu. Hatimaye akapata kazi. Alianza kazi na mshahara mzuri sana. Katika watu waliobahatika kupata kazi yenye pesa nyingi, UN ni yeye. Alianza kuwa na kiburi. Yaani unaweza kumuuliza kitu akakujibu kwa hasira sana. Alianza kubadilika na kuanza kuwa msiri na mambo yake. Ilipita muda akapata nyumba nzuri ya kupanga na ni nyumba nzima. Akanilazimisha tuhamie huko na niachane na biashara za mgahawa, maana kwa sasa sina haja ya kufanya hizo kazi alizodai ni za kipumbavu. Lakini alisahau kwamba hizo kazi anazoziita za kipumbavu ndo zimemsomesha miaka 3 zikimlipia ada na mahitaji yote. Hizo ni kazi za kipumbavu, achana nazo, aliniambia. Nilikubali kuachana na kazi zile na kumfuata alichokisema. Mwisho tulihamia kwenye nyumba yetu aliyoipanga ikiwa ni ya kisasa. Nikawa nimebaki na duka langu tu nililolifungua kama biashara. Maisha yaliendelea, akaanza kubadilika. Alikuwa anarudi usiku sana. Ukimuuliza anadai kwamba ni kazi imemchosha. Ukimuuliza sana ananiambia nifunge mdomo na msumbua. Siku moja alirejea nyumbani na wakati nilivotizama mfukoni mwake suruali aliyokuwa ameivua kuna kondom nilizikuta. Nilimuuliza hizi kinga ni za nini? Hakuongea zaidi ya kunigeukia na kuanza kunipiga na kuniambia hajaleta kondom, bali ni mimi ndo nimeziingiza kondom mfukoni. Na mimi nimezileta na huenda naleta mwanaume nyumbani. Alinipiga sana hiyo siku, lakini baadaye aliniomba msamaha. Nilivumilia mengi, lakini ilipita muda akapata gari kwa mkopo kazini. Hakuwa na wasiwasi, maana alikuwa akilipwa pesa nyingi tu. Hata kikatwa kiasi kidogo tu haikuwa na shida. Alianza kunipiga marufuku hata kutoka kwenye biashara zangu. Alianza kunishutumu uongo kuwa nina wanaume wengi nje, kitu ambacho sikuwahi kukifanya. Ndio niliona maisha yanakwenda tu. Hatujawahi kufunga hata ndoa, hata mahari, hata kujitambulisha. Tunaishi kinyume na desturi ambayo ni ndoa. My husband, vipi kuhusu ndoa? Tunaishi tu hivi kienyeji bila ndoa au hata utambulisho rasmi au hata mahari. Hivi ni kinyume na taratibu za kidini na kijamii. Niambie ni lini tutafunga ndoa? Nilimuuliza haya yote maana mtoto wetu wa kike ndo alikuwa anakaribia miaka 6 na ashaanza na chekechea na hata ndoa hatuna. Alinijibu kuwa kuhusu ndoa niwe na subira kwa sasa. Nilimwomba basi kwamba twende akajitambulishe kwetu, maana ni aibu tunaishi tu jamani. Aliniambia niwe na subira,
atafanya hivyo. Alikuwa akisafiri nje ya nchi, hata mikoani ataondoka tu kwa kushtukiza. Yaani hata ananiambia kama kesho ana safari, utashangaa anaamka tu na kujiandaa. Akawa akitoka kazini anakuja amelewa na kunitukana sana na kwamba mimi sio chochote kwake. Siku moja nilimfumania message za mwanamke kwenye simu yake. Nikamfuatilia yule mwanamke, nikamfahamu vizuri. Nikamfuata kistaarabu tu, nikampa somo achana na mume wangu, kwani tumetoka mbali sana. Dada yule alinielewa, akasema alidanganywa na Brian kwamba yupo single na hana mwanamke. Baada ya yule dada kuachana na Brian, mpenzi wangu alirudi siku hiyo na kuanza kunipiga na mkanda suruali kwamba mimi namtangaza mtaani. Nilimuuliza namtangaza kwa lipi, wakati ni kweli anatoka na huyo mwanamke. Alichonijibu ni kitu kimoja tu, kuwa mimi sio type yake. Na tena nishazeeka na kuchakaa na mimi ni kama kopo tu. Nililia sana kwa maneno yake hayo na alitoka usiku huo na kuosha gari na kuondoka. Nilimsomesha mimi na kumjali mimi. Leo ananifanyia hivi. Leo ananiambia mimi sio type yake. Na tena nishakuwa kama kopo. Haya maneno yaliniuma sana. Baadaye nikapata taarifa kuwa kapandishwa cheo kazini bila yeye hata kuniambia. Akaendelea na kazi, mshahara ukaongezeka. Analipwa poa. Nikamuuliza analipwa shilingi ngapi. Akasema subiri nitakwambia. Hataki kusema, nikamjibu basi poa, kila laheri. Wakaanza kusafiri nchi tofauti tofauti kufanya hizo kazi za UN. Nyumbani akija haachi pesa, anaacha kidogo tu. Nikimuuliza mwenzangu, za kwako unapeleka wapi? Anadai ana mambo mengi na kwamba mimi nina duka hivyo haina haja ya kuniachia pesa za matumizi. Nilivumilia mengi kwa huyu mwanaume. Sikujua Brian angekuja kubadilika namna hii. Aisee, maana alikuwa hafanani kabisa. Basi bwana, siku moja kanambia atanitoa dina na kuna jambo muhimu sana anataka kuniambia. Maana toka tumekuwa na relation au mahusiano, hakuwahi kunitoa. Nikasema poa. Nikajiandaa, tukapanda gari yetu tukaelekea kwenye mgahawa mmoja ili tukapate dina na nijua anataka kuniambia nini. Hicho cha muhimu. Nilibaki nikijiuliza nini anakwenda kuniambia cha muhimu kupita maelezo. Tulipofika dina hiyo siku, akanambia niagize kitu chochote nachokitaka. Nikaagiza na yeye akaagiza. Tukawa tunakula. Nilipomaliza tukawa tunaendelea kushushia na juice. Akaanza kuniambia, "Sasa Gladi, mama, nataka nikwambie kitu kimoja tu. I'm real sorry. Sikukwambia mapema ni kwa kiukweli mimi sikupende. Na samahani nilikupotezea muda tu. Samahani kwa kukwambia haya, niliona nikifanya kimya itakuwa sio poa. Nisamehe sana, kiukweli sikupendi kabisa na haunivutii kimapenzi. Tunaweza kubaki tu marafiki, na pia kwa sababu tumeshazaa mtoto wetu, Maureen. Nampenda sana Maureen wetu." Aliniambia Brian kwa msitizo. Aliendelea kuniambia, kiukweli nina mchumba na ninampenda sana. Na ndio nataka nimuoe na kumtambulisha kwetu. Hata mamangu mzazi analijua hilo. Nikamwambia, "Nini unaniambia? Upo serious?" Nilishtuka sana na nikaanza kuyama kwa nguvu kama mtu anayetaka kukata roho. Mapigo ya moyo yalibadilika na yakaanza kuenda kwa kasi ya 4G. Huko nikiwa nimepaniki kabisa. Nilimuuliza mara 3 kama kweli anamaanisha kweli. Akasema anamaanisha kweli. Nilihisi kuchanganyikiwa sana. Alivyoona nimechanganyikiwa, alianza kuniambia, "Sorry mami. Sorry mami." Nijikuta na mwaga chozi pale kwa sauti kubwa sana. Nilianza kuongea kwa hasira huku nikilia. "Kweli umeamua kunifanyia hivyo? Ninakupenda sana. Why? Kwa nini unifanyie hivyo?" "Samahani sana Gladi mpenzi. Sina namna, sina hisia na wewe. Yaani miaka yote umenichezea, huna hisia na mimi. Ulinifanya nikashindwa kumaliza elimu yangu ya form 4. Ukanitia mimba. Ukaua ndoto zangu. Ukutosheka. Bado ukaja kuyaharibu maisha yangu. Ukaja kunidanganya kwa unanipenda, ukaja kwangu nikawa kila kitu na kugharamikia. Mimi hapa nilikulipia ada chuo miaka 3, mamilioni bado hadi ya matumizi nakupa. Mtoto hukujua anakula nini. Umeharibu maisha yangu. Umenitia hasara na kunipa wakati mgumu leo. Unaniacha baada ya kunitumia tu. Kukutosheka, ukaniambia nishachakaa. Nimekuwa kopo kwako. Kweli? Uko wapi wema wangu kwako, wewe mwanaume?" Niliongea huko nikiongea kwa sauti na uchungu mwingi sana. Nilijikuta nikiangua kilio pale mgahawani na kila mtu alinishangaa nilipolia. "Wewe ni msaliti, shetani mkubwa wewe. Nilikusomesha miaka 3. Leo unaniona sina maana kwako. Wewe Brian, tambua nimezaa na wewe.
Najua mimi na wewe hili jambo halitokaa lishe na kuapia. Nilijikuta nikimwagia tomato na juice yote nilikuwa nayo. Ndio watu wakaanza kutuangalia, akaamua kuondoka zake. Aliniacha pale nilikuwa nimejiliza. Nilifika nyumbani nikiwa nalia tu. Nilipofika nilikuta ashafika na kubeba nguo zake zote na kuondoka. Nilipaniki sana. Nilimpigia simu nikimwomba aishe zaidi. Nikamwomba aishe tuyazungumze. Nilimwambia nampenda sana, siwezi kuishi bila yeye. Aliniambia haijalishi na hana hisia na mimi na kwamba ana mtu anampenda sana. Nilimpigia simu mama yake na kumwambia kila kitu. Mama yake aliniambia ndo maamuzi ya mwanae. Yeye hawezi mpangia alichoamua na kwamba nipambane na hali yangu. Siku nililia tu. Kesho nilianza kumtafuta. Sikumpata. Mwisho ndo nikagundua ukweli wote, kumbe Brian huyo mwanamke wake alikuwa shazaa naye. Na pia huyo mwanamke ana mimba yake nyingine. Na kwamba alipoondoka kwangu alikwenda kwa huyo mwanamke. Na kumbe mama yake na familia yake walikuwa wanakuja kila kitu, yani wanajua kila kitu. Niliamua kumfuata mpaka ofisini kwake. Aliponiona aliniuliza nini kimenipeleka mbele yake. Nilimweleza turudiane tu, kwani nimefanya nini jamani? Alinijibu usipoteze muda, mimi sikupendi, kama mtoto tutalea tu. Nilikonda sana aliponiacha, nilikosa raha. Nilikuwa na muwaza yeye tu. Nitumia kila mbinu kumshawishi turudiane, ikashindikana. Alipoona anamsumbua sana akaniblock kila mahali. Kabla ya kuniblock alinitumia ujumbe wa SMS ukuniumiza mno. Akanambia sikupendi wewe, ni mshamba. Kisichana kize wewe, ni kopo tu umechakaa kwanza. Huna hata ladha. Pambana na hali yako. Mimi sikupendi wewe, sio aina yangu kabisa, mshamba wewe. Haya ndo maneno ya Brian aliniambia. Brian nilimsomesha mimi kwa gharama zangu. Hizo pesa mamilioni niliyotumia yangetosha kuniendeleza kiuchumi na ningekuwa mbali sana jamani. Lakini hakujali kitu, huyu tapeli wa mapenzi. Hii hali ilinirudia maumivu yote. Hii hali ilinirudishia maumivu yote ya zamani niliyoyapata huko mwanzoni. Leo hii ameamua kuniacha baada ya kutajirika na kuwa na maisha mazuri. Sikuwa na cha kufanya, ndo kashaamua. Baada ya siku kadhaa wakaanza taratibu za kufuata ili hatimaye wafunge ndoa yao. Siku zilienda ambapo alimpeleka huyo mwanamke wake na kwenda kumtambulisha kwao Arusha, ambapo baada ya kumtambulisha alifanya na shughuli ya ndoa babu kubwa. Ndoa ilikuwa kubwa na kufana sana huko Arusha. Baadaye alirejea Dar es Salaam na mke wake tayari ndoa na huyo mwanamke wake alikuwa na mimba na mtoto ambaye ni wa Brian. Hatimaye wakaanza maisha yao mapya ya ndoa. Brian alikuwa na pesa sana. na alikuwa na biashara zake tayari, na pia alikuwa kapanga nyumba ya kifahari sana. Cha ajabu aligoma kutoa pesa ya mtoto niliyezaa naye. Ukimuuliza mahitaji ya mtoto atasema hana, wakati na mamilioni ya pesa. Alimjali tu yule mwanamke na watoto wake. Mwanangu hakuhangaika naye, utadhani si baba yake. Niliamua kwenda ustawi wa jamii kulalamika kwamba hatoi mahitaji kwa mtoto. Aliitwa akaja, na alipohojiwa kaidi ataanza kutoa, lakini wapi. Muda wa kutoa mahitaji ulipotimia hakutoa hata senti 5. Ni mimi nihangaike na mtoto tu. Baadaye nikasikia mkewe kajifungua mtoto, hivyo basi akawa na jumla kwa na watoto wawili na yule mwanamke wake. Mimi niliona ni bora nimsahau tu, niendelea kulea mtoto mwenyewe na kukomaa na kiduka changu. Sasa kuna rafiki yake mmoja hivi aliniona, akaanza kuniuliza habari za maisha na naendeleaje. Basi nikapiga naye story, maana alipita dukani kwangu. Sikujua rafiki yake angekwenda kumwambia. Sikaenda kumwambia kwamba mimi naonekana najituma sana na hata mtoto nitalea tu mwenyewe, na wala hata huyo mtoto asihesabu kuwa ni wa kwake, maana anamtunza na kumlea mwenyewe. Basi Brian kwa sababu alianza kunichukia baada ya kuambiwa hayo maneno, akaanza kunihujumu na kuninyanyasa. Utashangaa TRA na polisi watakuja dukani, utakamatwa, utawekwa ndani, sijui unauza vitu vilivyoharibika. Mara nakwepa kodi au TRA watakuja watanikadiria kodi kubwa. Niliteswa sana na hawa watu wa TRA na polisi hadi nikakoma mwenzenu. Ilifika hatua biashara ikaanza kufifia. Mungu akabaki kuwa Mungu tu. Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Alikuja mdada mmoja ambaye ni TRA, akanambia siri kwamba anayehonga maafisa wa TRA na polisi ili niteswe na kuharibia biashara sio mwingine ni Brian na huyo mke wake. Sikuamini kama Brian na huyo mke wake wangekuwa na chuki namna hii jamani. Yeye amesahau kwa mimi ndo nimemfikisha hapo alipo.
Mimi kumsomesha na kumtafutia kazi ndio kumemfanya akawa tajiri. Alisahau hayo yote. Kibaya zaidi akawa hatoi mahitaji kwa mwanangu wakati ni mtoto wake wa kumzaa. Kauli iliyoniuma ni kuwa huyo mwanamke wake alisema akimuona mwanangu akikanyaga kwake eti atamfuata babake atampa sumu. Nikiliona hilo litoto hapa nikisema nimfuata babake nitalipa sumu likafie mbali. Hayo yote niliambiwa. Niliona ni bora nimwangukie Mungu wa mbinguni tu. Sina wazazi, sina uwezo, sina nguvu yote ya kunisaidia. Na Brian na mkeo wananyanyasa ili biashara zangu zife. Hiyo siku niliamua kumwachia Mungu. Nilimwambia ukweli kabisa kwa baada ya kupata namba yake mpya kwamba najua wewe na mke wako mnafanya juu chini. Najua wewe na mke wako mnafanya juu chini ili mnisambaratishe na mwanangu. Umeamua kumtelekeza sawa. Mimi nitashtaki kwa Mungu kwa kufunga na kuomba. Alinijibu kwa dharau. Jinga kweli wewe Glad. Maneno ya mkosaji hayo. Wewe mwanamke kajambe mbele ushafulia mbwa. Maneno ya Brian hayo. Hakika huyu mwanaume alikuwa na mdomo sana na maneno machafu. Nilidhamiria kufunga na kuomba hata Mungu asikie kilio changu. Siku hiyo nilitoka saa 6 za usiku nikiwa uchi, nikanyanyua mikono juu mbinguni, nikamlilia Mungu juu ya Brian alivyoniacha na anonitendea na jinsi nilivyomsomesha na leo hii ananifanyia haya yote. Nililia sana nikimwomba Mungu na kumwomba afanye jambo kwa ajili yake. Niliamka nikiwa nimefunga, ilikuwa ni kufunga na kuomba nikimlilia Mungu wa mbinguni juu ya yote yaliyonitokea. Maombi yana nguvu yake. Ndani ya siku 7 mtoto wa Brian mchanga akaugua ghafla, kukimbizwa hospitali akafa. Wakiwa wanahangaika kule hospitali, yule mtoto mwingine naye aliachwa nyumbani na house girl akaenda dukani ili kuondoka tu. Mpaka dukani yule mtoto akasogelea pressure cooker. Ile jiko lilikuwa linachemsha maharage. Likamshatukia na kumpasukia akaungua vibaya mno. Dada wa kazi anarudi, mtoto akaanguka chini, ameachana vibaya na ile jiko na kuunguzwa vibaya. Akapiga mawe, watu wakaja na majirani wakamkimbiza hospitali. Mtoto akawa na hali mbaya, akaingizwa ICU na usiku wa siku hiyo akafariki. Brian akapata vifo viwili kwa mpigo na siku moja. Yalojiri hapo sasa ni hatari. Yaani unaambiwa ilikuwa ni huzuni sana kwake. Alipata msiba wa kumshtua sana kiasi cha kumfanya changanyikiwe. Yule msichana wake wa kazi niliambiwa alimpiga karibu amuue na kumtia ulemavu, akimlaumu ni uzembe. Kafanya hadi mtoto wake kafariki. Kutokana na kikao cha msiba na mipango ya mazishi, waliamua watoto wapelekwe kwa Arusha wakazikwe huko. Walisafirisha miili hadi Arusha na watoto wake akaenda kuwazika huko. Aliondoka na msafara na kuonyesha ufahari kwamba yeye ana pesa na jeuri kule kwao. Sasa unaambiwa hapo ndo nilianza kulalamikiwa nikiitwa mchawi. Na kusema mimi ndo nimemuua mwanae, nimewaua wanae. Ikawa mama yake ndo anasema hivyo. Sasa kumbe dunia nzima inajua ukweli. Sijui ni nani wa ukoo wao kaibua maneno na msibani kwamba huyo Brian alisomeshwa na mimi kwa mamilioni na kila kitu nilikuwa namgharamikia mimi. Na aliyekwenda kulisema hilo ni ndugu yake wa upande wa baba mdogo ambaye tunaishi naye huko Dar es Salaam. Na alikuwa anajua maisha yetu huko Dar na kuanzia enzi hizo na kila hatua mimi na Brian, na alikuwa hadi akija kututembelea na kuniita shem. Yule kaka aliwaambia watu mkanda wote kwamba bwana huyu Brian alisomeshwa na mwanamke mmoja ambaye ni mimi na alinifahamu na ndo alikuwa mchumba wake wa halali, na wamezaa mtoto. Baada ya jamaa kufanikiwa akaamua kumwacha na kumkana huyu mwanamke na kumwacha kwa aibu akimfuata mwanamke mwingine. Baada ya kueleza hayo yote ndo hilo jambo likageuka habari hapo msibani, na hata baadhi ya walionishtumu mchawi wakaanza kujua huenda ni Mungu alikasirika. Baada ya msiba ndo Brian akawekwa chini na wazee wa ukoo wake na kuanza kuambiwa kwamba hakufuata taratibu sahihi kunihusu mimi na kwamba huo ni usaliti mbaya sana na dhambi yake ina malipo hapa duniani. Wazee walimtaka niombe msamaha na mtoto tuliyezaa naye amhudumie na kumpa matunzo yanayostahili. Aligoma katakata na akasema hawezi kumsaidia mchawi ambaye ndo alinishtumu mimi. Basi walipomaliza msiba wakarudi Dar es Salaam. Hapo ndo hakuna rangi siku hiyo na mwenzenu. Alianza kunitumia message za vitisho na kuniambia kwa mimi ni mchawi ndo nimewaua wanae na kwamba atanionyesha mimi ni nani. Siku hiyo nipo dukani, ghafla wakaja watu wakanivamia na kunisukuma, wakaingia dukani na kupora pesa zote nilizokuwa nazo kwenye drawer ya pesa zaidi ya 800,000.
napiga mawe watu washatoweka. Nilikwenda hadi polisi nikaripoti na wakasema watanisaidia kupeleleza. Lakini wangenisaidia vipi wakati watu wenyewe siwafahamu? Lile tukio liliniumiza sana. Kwani ni kama kurudishwa hatua nyuma zaidi. Sikujali. Nilimuita Mungu na kumwomba nisonge mbele. Japo niliomba sana. Niliomba kimaisha sana kiasi cha kumfanya mtoto ambaye ndo alikuwa kaingia la kwanza shule ya binafsi, ikabidi nimkamtoe huko nimpeleke shule za serikali tu. Roho iliniuma sana, maana nilikuwa sitaki mwanangu aje kusoma kwa shida kama ilivyo mimi. Nilipopitia nilisema aje kusoma shule nzuri na elimu bora, lakini mambo yamekuwa kinyume. Leo mwanangu naenda kumtoa shule kwa sababu ya kutolipia ada, nampeleka shule za serikali. Iliniuma sana. Baada ya mtoto kuanza shule za serikali, nilimshirikisha mtu mmoja, akanishauri niwasiliane na baba yake na tufanye amlipie mtoto ada. Nilijaribu kuwasiliana na Brian na mtoto alingangania anataka amuone baba yake. Nilijiuliza mtoto atamuonaje baba yake ili hali yule mwanamke wa Brian ashadai kwamba mwanangu akikanyaga kwake atampa somo. Niliona ni bora huyo mtoto nimpeleke huko kazini kwa baba yake. Nilimpeleka hadi getini huko kazini kwake na hatimaye alionana na baba yake. Na alipoona naye Brian alianza kumfokea mtoto, akamwambia mbona kama mimi sio babako? Anamwambia mtoto kwamba huenda yeye sio mwanae na hawezi kuzaa na mwanamke mchawi ambaye ndo mimi. Basi aliongea na mtoto utadhani sio babake. Alirudi na mtoto hadi getini na nikamuelekeza pale kwamba mtoto nimemtoa shuleni kwa sababu ya kukosa ada. Alichonijibu ni kwamba sasa mimi nikusaidie nini? Huyo mtoto nahisi hata sio wangu kwangu. Huyo mtoto nahisi hata sio kwangu. Wangu alishakufa, pambana na mzigo wako. Aliniambia huku akinitazama kwa dharau. Nilimwambia kweli ni yeye anatoa hayo maneno kwa mwanae wa kumzaa. Alinijibu kwamba huo ndo ukweli na nisimsumbue tena kuanzia siku hiyo. Na akasema huyo mtoto hataki kumuona na ameshaapa kwa Mungu kwa huyo mtoto hamtaki na atoka hamtaki tena. Kiujumla halimkana mwanae. Niliondoka na mwanangu njiani, nilikuwa nadondoka na machozi. Niliondoka na maisha yakaendelea huko nikiishi maisha magumu sana. Hata wale vijana ni yeye aliwatuma. Niliendelea na maisha na yale endelea na maisha yake mazuri tu. Siku moja nikiwa dukani nauza, alipita kaka mmoja. Alikuja dukani, alikuja kwa ajili ya kutoa pesa na kwamba simu yake ilikuwa na tatizo la kushindwa kutoa pesa. Ila amefika dukani alikuwa ni mkaka mtanashati, handsome na mkiki sana. Mwenye tabasamu la kipekee. Alinieleza kwamba ana tatizo la kushindwa kutoa pesa kwenye M-Pesa yake na amezunguka maduka kadhaa, ameshindwa kufanikiwa kutoa hela. Tabasamu lake lilinifanya nijikute na tabasamu mbele yake na kumwambia usijali, leti simu yako nikusaidie. Nilimsaidia ili nikapigia Vodacom na kurekebisha kila kitu, hatimaye akafanikiwa kutoa pesa yake vizuri tu. Alifurahi sana na kunishukuru sana. Alikuwa handsome, mcheshi na mwenye tabasamu la kipekee. Alifurahi basi akaagiza na soda akawa anakunywa pale. Nilimuuliza jina lake anaitwa nani, kwa kutabasamu akanambia anaitwa Joshua. Tulijikuta tukianza kuongea mambo mawili matatu na akamaliza akaondoka zake, akaniaga akitabasamu hadi akaondoka. Nilijiuliza huyu ni mkaka wa aina gani? Mbona mzuri hivi? Mbona mcheshi hivi? Hivi mpenzi wake huwa anakasirika kweli? Kilichonishangaza ni yule kaka kubaki kwenye kichwa changu. Hadi nafunga duka alikuwa ni Joshua tu yupo kichwani mwangu. Kila sekunde ni Joshua. Nilijikuta na muwaza yeye tu na kucheka hovyo. Kuna wakati hata niliuliza nafsi kwa nini nimezimika kwa huyo mwanaume. Kwa nini namuwaza yeye tu? Nilipita siku kadhaa bila kumuona toka siku alivyokuja dukani. Siku hiyo nikiwa dukani mida ya mchana nikaona gari dogo ikipaki mbele ya duka langu. Kushuka ni yule mwanaume. Nilijikuta moyo ukienda mbio sana. Alikuja akanisalimu na kuniambia anapita tu, akaona anisalimie tu. Nilimshukuru sana, nikajikuta namuuliza anaishi wapi, akanambia anapoishi. Basi akanambia kuwa mimi ni msichana mwema sana na nina moyo mzuri sana. Nilimshukuru sana, basi mwenzenu siku zikasogea. Siku moja akapita akanisalimia na kuniambia kama hatokasirika. Akanambia kama utokasirika tafadhali waweza kunipa namba yako ya simu. Aliniambia bila shaka, nijikuta nampa namba yangu ya simu. Jioni hiyo alinitumia message akajichambulisha na tukaanza kuchat. Mimi naye tulichati sana na akaniuliza kama nina mtu, nikamwambia sina. Na jibu lake alidai hana mtu. Nilimuuliza Joshua sababu ya kutokuwa na mahusiano mpaka leo ni nini? Akanambia ni matatizo Gladi, acha tu.
Aliniambia na kuonyesha kuna kitu hakipo sawa. Mwishowe akaniomba tuwe marafiki tu. Nilikubali na tukaanza kwa marafiki mimi na yeye. Utadhani alikuwa malaika haki vile. Nawaambia kwa sababu alikuwa mcheshi, yani hata uwe na stress atakufanya ucheke tu na kukuliwaza muda wote na kukufariji muda wote mkiwa mnachati au kupigiana simu. Ilipita miezi miwili tukawa tunachati na atakuja dukani kunijulia hali. Siku hiyo tukapanga tukutane mahali tuongee mawili matatu kuhusu maisha na kupunga upepo. Siku iliyofuata akanipitia na gari yake tukaenda mahali na tukaagiza chakula. Basi tukaanza kupeana historia ya maisha yetu. Alinieleza mengi kwa uchungu kwamba alikuwa na msichana anampenda kwa moyo wake wote, na hivyo akamsaliti akiwa chuoni na akaamua kutembea na mkuu wa chuo na kumwacha kwenye mataa kisa hakuwa na pesa wala nini. Na akamwambia huyu msichana bado yupo na huyo mkuu wa chuo japo alishamaliza chuo naye akawa ameajiriwa. Aliongea kwa uchungu sana kwa jinsi alivyotendewa na huyo mwanamke. Tabasamu la Joshua na ucheshi niliozoea ulipotea pale ghafla, akielezea kwa jinsi alivyoumizwa na yule binti. Akafuata pesa za mkuu wa chuo. Nilijikuta nikitoka na chozi, maana mahusiano yanauma mno, na kaka watu walikuwa kitabasamu. Kumbe alikuwa na yake moyoni. Nilimtia moyo sana na kumwambia usijali na mimi nimepitia mazito mno. Aliniuliza, yapi hayo Gladi umepitia? Hapo ndo nikaanza kumuelezea mambo yalivyoanza na Brian, maisha yangu nilimuelezea yote, na nikaanza kulia na kukumbuka mateso niliwahi kupitia duniani. Joshua alionea huruma mno na akaanza kunifariji na kunitia moyo kwamba nisijali, tuko pamoja, na aliniahidi atanisaidia. Basi tulikula tukamaliza tukaagana, na alinileta hadi nyumbani na gari na akaniacha shilingi 100,000, akanambia kaamua kunipa tu. Zilipita siku kadhaa, simu yangu ikaleta shida, ikawa inazima na kuwaka. Nikamuelezea sababu kwa nini wakati mwingine siko hewani. Jamani, nilipomwambia sababu ya kutokuwa hewani tu. Ilipita hiyo siku, kesho yake nikiwa dukani saa 4, alikuja mkaka akaniletea kiboksi na kuuliza, akasema ni zawadi amepewa aniletee. Nilimuuliza nimetoka kwa nani, akasema niifungue. Akaondoka zake. Kufungua hivi ni kutoka kwa Joshua. Ilikuwa ni simu mpya ya kisasa Samsung ya 800,000 mpya. Sikuamini haki vile. Nilijiuliza why anafanya haya yote kwangu. Nilijua atakuwa ananipenda bila shaka, na mimi nilishakufa na kuoza juu yake toka siku ya mwanzo. Nilitamani ananiambie tu. Zilipita siku kadhaa, akanambia ananipenda sana, anatoka siku ya kwanza kuniona. Alishindwa kudhibiti hisia na ananipenda mno. Na mimi nilimwambia nampenda sana kuliko chochote, na pia nilimzimikia toka siku ya kwanza. Tulijikuta kumbe kila mmoja alipatwa na hisia kali kama kapigwa na radi ya kihisia toka siku ya kwanza tu. We love for each other. Tulijikuta tunaanza mahusiano, na aliniahidi kwa baba wa mtoto wangu, yani Brian alimkana mwanangu, basi atamtunza na kumsomesha mwanangu kama mtoto wake. Aliniambia tu cha kufanya hapo nisimwambie mtu chochote kile. Nimuulize Brian kwa mara ya mwisho kwamba yupo tayari kumkubali mtoto wake au hapana, na niulize familia yake. Nilimtafuta Brian na kumuuliza kwa mara ya mwisho kwamba mtoto ni wake, je, atamsomesha au ndo ataendelea na msimamo wake wa kumkana. Cha kusikitisha, Brian aliapa na kuniambia hamtaki wala kumuona mwanangu, na kwamba hamtambui kama mtoto wake, na nisimsumbue tena kuanzia leo, na atamdhuru mwanangu kama nitaendelea kumsumbua. Na alichokifanya, aliandika barua na kuwatumia ndugu zake na ndugu zangu kuambia kwamba hamtambui mwanangu na hajawahi kuzaa na mimi. Na mama yake alinipigia simu na kunionya kwamba nampakazia mwanae mtoto. Kila mtu alishangaa sana, miaka yote tumelea mtoto leo amkane. Hata ndugu zake walimshangaa kwamba kawaje akane mtoto wakati siku zote wanalijua hilo. Hata wajomba zangu na ndugu walikataa. Walitaka kumchukulia hatua kwa nini amkatae mtoto. Niliwaambia wasiwe na hofu, nitalea mwenyewe, maana siku zote nimemlea mwenyewe. Hilo timbwili lilichukua kama wiki, na nilimweleza Joshua kila kitu. Basi akanambia huo ni ushahidi mzuri, na Brian kajifunga mwenyewe, kwani kashamkana mtoto kimaandishi kwa zile barua na mdomo kukuambia hadi ndugu zake. Basi tukaendelea na mahusiano na Joshua bila kufanya chochote, akawa kila shida ananitatulia. Tulikaa hadi siku moja akaja kwangu, na tulipanga hiyo siku tufanye mapenzi kwa mara ya kwanza. Alikuja kwangu, nikamkaribisha. Ghafla simu yangu kaingia SMS ya kushangaza. Ujumbe uliandikwa kwamba
hivi Gladi, umesikia kwamba Brian amefukuzwa kazi leo na ana kesi mbaya sana? Nilishiwa na nguvu hapo. Ambapo ile namba nilipiga na akapokea mdada hivi. Rafiki yangu anaitwa Sara ambaye ana saluni, nilikuwa nikienda kusuka hapo. Alinieleza ni kweli Brian kafukuzwa kazi na ana kesi, na kosa ni kwamba kuna hela zilipotea za mradi na nadaiwa yeye ndo alikula. Baada ya kumsikitikia nilifarajika sana. Tena sana. Maana alivyonitendea, hata ingekuwa ni wewe mpendwa wangu unasikiliza hapa, hakika ungefurahi na kufarajika. Japo hatufundishi kufurahia mabaya ya mtu yeyote ule. Nilimweleza Joshua hali iliyokuwa na akanambia hayo yote ni fimbo ya Mungu. Tulikaa na mpenzi wangu Joshua tukiongea jinsi ya kuzidi kuyaboresha maisha yetu. Hatimaye tulikosa uvumilivu na tukafanya yetu kwa mara ya kwanza. Joshua alikuwa fundi hatari. Yaani sijapata kuona. Alikuwa anajua mambo bala kunako 6 kwa 6. Kiukweli alikuwa kajali wa hata tango. Ilikuwa la maana, sio vile vidagaa sijui bamia. Nikuna kisawasawa Gladi wa watu mie nikatosheka kabisa. Nilijiona nina bahati sana kwa huyu mwanaume. Maana kila kitu kipo, yani yuko vizuri. Maisha yaliendelea huku mwanangu Maureen akizidi kunawiri. Huku mimi na Joshua tukiendeleza mahusiano. Ilifika hatua tukaanza kuishi kwa pamoja mimi na yeye na mwanangu. Alisimama kama baba wa mtoto wangu na alimpenda sana. Kwa upande wa Brian, baada ya kufukuzwa kazi mambo yalianza kwenda mrama. Miezi 3 tu akawa kafulia hana lolote. Ile gari akauza ile anunue walau kiwanja, akatapeliwa zote za watu wa network marketing. Kosa alilofanya ni kwamba mapesa yote alikuwa akiishi maisha ya kifahari na kupanga majumba ya gharama, akiishi kitajiri bila kujua kesho itakuwaje. Na kibaya zaidi akagombana na Mpemba mmoja. Mambo ya biashara haya Mpemba akafanya yake biashara zote za kuishi naye. Akaanza kuyumba, akabakia na vijihela tu vya kusukuma maisha. Mwezi wa 6 toka afukuzwe kazi, yule mwanamke wake akamkimbia na kumwacha kwenye mataa. Shoga yangu Brian kaachwa. Una habari hiyo? Aliniambia Sara. Naambia shosti. Kwani huyo bwana ex wangu ilikuwaje? Shoga yangu acha tu. Baada ya mwanaume Brian kufulia, si mwanamke kaamua kukimbia na kumwambia hamtaki. Yaani yule mwanamke ni kiboko. Kamkana mchana kweupe, kasema hamtaki wa Brian hata kwa dawa. Wewe usiniambie, mbona makubwa jamani? Niliuliza kwa mshangao. Ndio makubwa, madogo hayana nafuu, alisema Sara kwa akiendelea kunisuka rasta. Maisha yangu na mume wangu Joshua yalikuwa mazuri sana. Sasa kimpembe kinaanza siku hiyo tulikuwa tunakwenda mahali fulani. Mimi na Joshua basi tukaenda na gari yetu mpaka hapo. Ile kufika na kushuka si Joshua akashuka na kuanza kunishika mkono huku tukitembea, akiniambia twende mke wangu. Basi tukatembea huku tumeshikana mikono, kumbe Brian alikuwepo. Ila amegeuka hivi na kutuona mimi na mpenzi wangu. Joshua alishtuka mno, kiasi cha kumuona kabisa kushtuka. Kabisa akashtuka. Hakuamini kama na mimi ningekuja kuinuka na kupendeza tena na kumpata muungwana. Ila amegeuka hivi na kutuona mimi na mpenzi wangu Joshua. Alishtuka mno, kiasi cha kumuona kabisa kashtuka. Hakuamini kama na mimi ningekuja kuinuka na kupendeza tena na kumpata muungwana anayenijali. Mapenzi yake dhamana, tuheshimiana. Kwake nathaminika, nami simtupi wala. Nampenda na ananipenda, na hakika nimepata mpenzi muungwana anayenijali mimi. Nikijumlisha na stress zake za kufukuzwa kazi na kuacha Brian, ndo alizidi kuiona dunia ina rangi zote. Sikumuongelesha zaidi ya kumtizama juu mpaka chini, huku tukiondoka mwendo mdundo tadhani tunanyata. Hiyo siku ilipita na kesho yake sijui alipata wapi namba yangu. Nikaona SMS zinaingia na la kwamba turudiane na nimsamehe. Nilijibu kwa ishara, nikaambia usinichekeshe, wasili matapishi. Niliwatapika mwenyewe, tena ukome kunitumia message na ushindo pepo mchafu na pepo mleta nuksi. Shindo kwa jina la Yesu. Sikusubiri ajibu, nilimpiga block, maana nilijua kabisa kwamba huyo ni shetani kabisa. Hakuishia hapo, alituma watu na kuja kwangu eti anaomba turudiane. Niliapa hiyo haitotokea kwenye maisha yangu. Nikashangaa na mama yake anapiga simu na kuniomba turudiane na mwanae. Hapo ndo huyu mama aliamsha mashetani yangu. Maana sikuwahi kumtukana mtu mzima, ila yule mama nikumbuka maneno yake machafu dhidi yangu. Sikusubiri aongee sana. Nilianza kumkumbushia alionitendea toka mwanzo na hadi kauli zake zote. Mwisho ndo nilianza kumchamba na matusi ya hali ya juu. Nilimtukana mpaka kakoma.
Mama Jituzima libali one kwanza. Mama Jituzima chonganishi mbwa na mwanao mlinifuja na mkatumia pesa zangu. Nikamsomesha mwanao. Halafu akaja kuniacha na ukamsupport. Na kumkana mwanangu. Halafu unanieleza ushenzi tu mbwa. Usinikaushe uzazi na ukome. Mama libaya sura ngumu. Kaa kutazama gofu ya Kilwa. Nyo. Mwanao Brian kashindikana. Bibi upo? Kama una uchungu naye ulimzaa mwambie akuoe wewe. Japo wewe mama yake. Kampe. Maana wewe mjane umezidi. Utakufa na nini ukinyonya mdomoni? Usinizoee. Akurudie wewe na kuoe wewe na umpe hicho mbwa shen type. Hayo yalikuwa ni maneno yangu niliyomtolea Mabrani na nikamalizia hasira za miaka yote dhidi ya yule mama. Sikuwa na matusi au kutoka na hovela. Huyu mama alinitesa jamani, pamoja na mwanae. Nilijikuta na mtukana matusi yangu bila kujali mama mtu mzima. Yule mama baada ya kumporomoshia mvua ya matusi kwenye simu, alikwenda kushtaki kwa wajomba zangu na bibi yangu kwamba nimemtukana kwenye simu matusi mazito. Badala ya kumsikiliza walimshangaa na kumwambia kwamba anayosema ni uongo na kama mimi sina tabia ya kutukana na ninaheshima sana na kwamba ananipakizia kesi. Zikapita siku mbili simu yangu ikapigwa. Nitakushangaza ilikuwa ni simu ya baba mkubwa. Akaanza salamu na kuanza kuniambia eti mwanangu Gladi mzima umepotea sana na nimekukumbuka sana, nasikia una mchumba unaishi naye na mna maisha mazuri sana. Nilishangaa sana kwamba huyu baba mkubwa si ndo alindalilisha na familia yake. Leo ananiona nimekuwa na thamani sana. Kisa maisha yangu yamekuwa mazuri. Nilimjibu tu kwa mkato, nipo nimejaa tele, naishi na naendelea vizuri sana. Na siwezi kupotea kwa sababu mimi sio pesa. Si hivyo Gladi binti yangu, ni kwamba tunaweza kushirikiana na kupendana kindugu zaidi. Nikamwambia mkubwa, leo ndo umeona umuhimu wangu. Undugu jamani, hello. Hata hivyo sihitaji msaada wako wala support yako. Kaa na familia yako. Kama ulishindwa kunisaidia na kunipenda wakati nilipokuja kwako na mtoto mkamsimanga na chakula mkanidalilisha, itakuwa leo? Niliongea na kumkatia simu kwa hasira. Alituma ujumbe, mbona binti yangu umenikatia simu? Nilimjibu nipo busy, nitakupigia nikijisikia. Nilimjibu na kumpotezea. Huyo ndo mimi Gladness, nilipitia kila mateso na walionidalilisha na kunifanya moyo uumie. Leo mimi ndo naona wakinyenyekesha kwangu. Na mimi sipendagi unafiki na wapa makavu yao. Tuliendelea na maisha. Ukaingia ujumbe kutoka mamake Brian kwamba matusi unitukana utalipia wewe binti mdogo sana. Mdomo wako umekuponza. Mimi nikapuuza, nikaona hamna kitu. Hiyo siku ilikuwa mchana. Usiku ndo nikaona cha moto mwenzenu. Kwani nikiwa nimelala siku hiyo Joshua mpenzi wangu hakuwepo. Alikuwa kasafiri, basi nikiwa nimelala ndo ilikuwa ni shida wale usiku ule. Jamani, nini kitaendelea? Basi nikusihi tu usikose sehemu ya 3 katika simulizi hii yetu. Asante.